Siku hii ni siku ya huzuni sana. Ndio pasa umeniona nimevalia nguo ya huzuni. Kwa sababu kupoteza mtoto mchanga na pia awache mtoto mchanga ni kitu ambaye inahuzunisha sana. Ni kitu saa zingine napata uulize Mungu, mbona, why? Mbona uli decide kuchukua Rita? Rita msichana wetu mmoja ambaye aliweka village yetu ya Olekina kwenye map ya dunia. Mbona umemchukua? Mungu ni rafiki yangu na mimi namzungumzianga kila siku. Lakini leo nataka kuuliza, mbona ulimchukua? Hiyo ni swali ngumu sana. Nataka kueleza familia hii hapa. Huzuni yenu ni huzuni yangu. Kilio chenyu ni kilio changu. Kwa media fraternity, may God bless you. May God bless you. Kwa sababu ya ile umoja ambaye umejitolea, umekuja kumwaga mwenzenyu. Rita aliguza mioyo ya watu wengi sana. Na ni mtu ambaye tutamkosa kwa muda mrefu. Lakini the only consolation that I have is that all of us are on that path. Hakuna mtu ambaye si marehemu mtarajiwa hapa. Sisi zote tuko njiani. Jambo la muhimu sana ambaye ni jambo ambalo ningependa mnajiuliza kila siku. Je, wakati ule Mwenyezi Mungu atakuita, kweli ni mambo gani ambaye atakayezungumziwa kukuhusu? Leo hii tumesikia vitu mingi ambaye Rita alifanya. Ukiona Nation Media editorial wako hapa, ukiona Royal Media editorial wako hapa, ukiona freelance journalist, ukiona watu ambaye leo hii pengine mngekuwa mnawatarajia waweze kuwapatia ngorogio lomon ama habari, na leo wako hapa, ujue ni watu ambaye walikuwa nampenda kwa kazi yake. Mimi ningeomba wakaaji wa Olekina, mtie mioyo zenyu nguvu. Hata tukiuliza Mwenyezi Mungu, ujue yeye ndiye ametuumba, yeye ndiye akona uwezo wa kutuchukua siku yoyote. Kwa msichana Malkia, sisi sasa ndio tumebaki tuwe, kwa Kimasai tunaita nguriong. Nguriong ni nini? Mgongo yako. Sisi ndio tutakusaidia. Kwa sababu mara kwa mara watu wanazungumza, lakini ule mwenye amewachwa, Robert, I want to tell you that will also be there. Will support the young girl. And mimi mwenyewe nitajitolea at least nihakikishe kwamba hata kama ni secondary school mimi nitamlipia. Mimi najua mama ya Rita alitangulia, mzee alitangulia, lakini yote ni ile ambaye ni Mungu ametaja. Mimi sitazungumza mengi, lakini jambo moja tu naweza kuambia. Hii mambo ya hii fake fertilizer ni kitu ambaye inatukera sana. Ni kitu ambaye inatuumiza mioyo zetu. Na hii ni jambo ambalo ukiketi hapa lazima ukumbuke. Ukitakia wengine mabaya, pia wewe utapata hiyo mabaya. Hii serikali lazima ijibu maswali. Kwa nini wana dhulumu wananchi wachanga? Sehemu hiyo Olekina ni sehemu ambayo ni ukulima. Mimi nikikuja kwa hii gari nasema Mungu ametubariki. Mbona mwingine akuje aanze kutuharibia riziki yetu? Ni kitu ambaye inanikera sana. Na sisi tutasimama tuhakikishe ya kwamba hii serikali imekuwa accountable. Na pia tuwaombea Mungu, tumwambie, unajua juzi tuliambia kwamba utaulizwa na Mungu. Je, wakati ulikuwa na nguvu ya kuzuia mabaya, mbona hukuzuia? Hiyo ni kitu ambaye sisi wananchi na binadamu hatuwezi kuwa na jibu. Lakini Mwenyezi Mungu aliye hai, leo hii tukimwaga dada yetu, Mwenyezi Mungu, chukua kiboko yako kali
na uchape hii watu ya ukora. Mungu awabariki sana, asanteni.